Ikiwa wewe ni mume, tafadhali usipuuze video hii. Kuna mambo 10 ambayo mwanaume aliyepewa na Mungu hapaswi kamwe kumfanyia mke wake. Tafadhali sikiliza kwa makini. 1. Usimfokee mke wako. Sauti yako inapaswa kuwa mahali salama kwake, si chanzo cha maumivu. Wasiliana kwa upendo na uzungumze kwa wema. 2. Usimlinganishe mke wako na wanawake wengine. Yeye ndiye uliyemchagua. Upendo wako unapaswa kuwa wake peke yake. 3. Usimpuuze au kumtelekeza. Hata baada ya miaka mingi ya ndoa, bado anahitaji kukumbatiwa, kusikilizwa na kuthaminiwa. 4. Usiseme maneno makali. Acha kusema maneno ya kudharau au yasiyo na heshima. Maneno yanaweza kujenga nyumba au yanaweza kuiharibu. 5. Usimfiche siri. Ndoa isiyo na uaminifu ni kama nyumba yenye paa lililopasuka. Mvua ikinyesha, nyumba yote itaathirika. 6. Usimcontrol kwa pesa. Mke ni zawadi kutoka kwa Mungu. Umebarikiwa kumtunza, si kumtawala. 7. Usimseme vibaya mbele ya watu wengine. Badala yake, uwe ngao yake, mtu anayemsimamia na kumtetea. 8. Usiwaweke wengine mbele yake. Baada ya Mungu, mke wako anapaswa kuwa kipaumbele chako. 9. Usifanye mzaha juu ya umbo au mwonekano wake. Hata mizaha inaweza kuacha makovu moyoni mwake. 10. Usisahau kusema asante. Mwambie unampenda. Na thibitisha hilo kwa matendo yako. Ndoa si uwanja wa vita, bali ni agano lililofungwa mbele za Mungu. Wanaume wengi hupoteza familia zao si kwa sababu wanakosa pesa, bali kwa sababu hawaishi kulingana na hekima ya Mungu. Neno la Mungu si mapambo ukutani, bali ni mwongozo wa maisha yetu ya kila siku, katika ndoa, kazini na katika kulea watoto. Ikiwa uko tayari kujifunza jinsi ya kuiongoza familia yako kwa hekima ya Mungu, tafadhali andika, nataka kujifunza. Na tuishi kulingana na neno la Mungu na kujenga familia imara. Mungu akubariki. Amina.